Huyu mchizi anaitwa Tayo. Mida hii yuko chumbani na mshangazi wake unaitwa Bibi. Umemzidi miaka kibao. Mchizi akamsogelea Bibi kisha akamwambia, "Unaonaje tukitangaza mahusiano yetu rasmi?" Mshangazi akasema, "Jamani, uko serious?" "Ndio kipenzi changu." "Subiri, kumbe kweli?" "Sikia mpenzi, tuna kitu kizuri sana kinaendelea hapa. Kwa hiyo tusikiharibu." "Tayo, tusikiharibu." "Sijakuelewa. Kwa hiyo mimi kutaka kutangaza mahusiano yetu ndo nataka kuyaharibu? Kwani unanichukuliaje? Unadhani mimi ni chombo tu cha kutumia unapohitaji alafu unitupe baada ya kumaliza?" "Tayo, wewe mwacha kufanya mambo kuwa makubwa. Kila kiungo kina umuhimu wake, hata vile vilivyojificha." Mchizi akasema, "Tumekuwa kwenye mahusiano kwa muda sasa. Wewe uboeki." Bibi akasema, "Hapana, mimi siboeki. Mimi nataka tuwe serious tu. Mimi sio mdogo tena." "Unajua unachekesha unavyosema hivyo. Kama vile mimi sio mkubwa kwako." Mchizi akaendelea kuforce lakini Bibi akakataa ombi lake. Mchizi aliumia sana roho. Na hii hapa ndo oil and water. Yaani maji na mafuta. Mimi hapa ni storyteller wako naitwa Iskonka na hii hapa ni E7 Beats. Subscribe na utano notification bell ili uweze kujiunga na familia hii kubwa. Basi bana, huku upande wa pili ni ofisini. Kampuni inaitwa Harvest Heaven. Wafanyakazi wanarumbana na nini, si unajua tena ofisini mambo mengi. Mara akaingia dada mmoja anaitwa Omolara. Wakamkaribisha kwa bashasha kubwa. Huyu anafanya kazi kwenye branch nyingine huko jimbo lingine, lakini kampuni ni moja. Wakiwa wanaendelea kumkaribisha Omo, mlango ukafunguliwa akaingia Bibi, yule mshangazi. Kila mtu akaanza kutafuta kona yake. Bibi akamkata jicho Omo kisha akaelekea ofisini kwake. Basi Omo akawaaga wafanyakazi pale kisha akaingia ofisini kwa Bibi. Bibi akamuuliza, "Mnaendeleaje huko?" Omo akasema, "Vizuri kabisa." "Kuna mgomo wa wafanyakazi?" Omo akasema, "Hapana." "Au tumepewa wito mahakamani kwamba kuna kesi inakuja?" Omo akasema, "Hapana." "Sasa kwa nini uko hapa?" "Kwani jamani siruhusiwi kuja hapa? Naweza kuondoka?" "Hapana, unaruhusiwa. Nataka tu kujua kama biashara inaenda poa." Omo akasema, "Biashara inaenda poa kabisa. Ila nina masuala kadhaa ya udhamini ambayo nataka kuyatatua na kampuni iliyotupa combine. Nje na hapo, biashara inaenda poa tu." "Kwa hiyo ukashindwa kufanya hayo kupitia email?" "Hapana, sikuweza." "Ukashindwa kutuma mtu?" "Niligundua itakuwa bora zaidi nikija mwenyewe bosi. Unajua kabisa hakuna sehemu ya kutosha hapa ofisini." Omo akasema, "Sio shida. Nitachukua kiti nitajiunga na wafanyakazi wengine hapo nje." Bibi akasema, "Sawa." Omo akaendelea kusimama. "Nimesema sawa." Omo akaondoka. Huku upande wa pili, Tayo anacheza game na mshikaji wake anaitwa Chinedu. Lakini Tayo akawa hana vibe kabisa. Mchezi akamuuliza shida nini? Tayo akasema, "Kwa nini wanawake wanakuwa hivi? Kwa nini?" Mchezi akasema, "Mungu ndo kawaumba hivyo. Ni watu wa matatizo tu. Kwanza mwanamke gani waka kuvuruga?" Mchezi akasema, "Ni Bibi." "Bibi yule mshangazi wako?" "Sio mkubwa kiivo bana. Lakini ni mkubwa bado. Yuko saizi ya kati, labda tuseme sugar auntie au sugar sister." "Lakini mshangazi, hapana, sidhani kama limekaa vizuri hilo. Mwana anatafuta namna tu ya kulipaka mafuta jambo lake." Mchizi akasema, "Sawa. Haya, sugar sister wako kakufanyaje?" Mchizi akamwambia sasa lengo lake alitaka kumchumbia Bibi. Chinedu akashangaa, "Umchumbie mshangazi? Yaani uingie kwenye mahusiano serious na Bibi? Issue si ilikuwa ngono tu kati yenu?" Mchizi akasema, "Maisha yanabadilika wewe mzee. Kwa hiyo kakukataa?" Chinedu akashangaa sana. Tayo akasema, "Mzee, mimi nampenda. Yaani nampenda sana. Kwani hilo ni kosa kisheria? Tangu lini wewe mzee umeanza kupata hisia? Hebu achana naye. Kuna wanawake kibao huko nje walikalako au chini yako. Ni wewe tu kuchagua na uendelee na maisha yako bana." Ushauri ukampiga usoni ndugu Tayo. Akaahidi kufanyia kazi. Huko ofisini kazi zimekwisha. Bibi anatoka kwenda nyumbani sasa. Akashangaa anamuona Omo hapa. Akamuuliza, "Mbona bado uko hapa?" Omo akasema, "Nilikuwa nakusubiri wewe. Nahitaji kukaa nyumbani kwako kwa hiki kipindi kifupi ambacho nitakuwa nafanya kazi hapa. Sasa kwa nini hukuniambia toka mwanzo?" Omo akasema, "Sikuzani kama ingekuwa big deal." Mimi huwa spendi surprise. Piga simu, toa taarifa. Hiyo inakuwa njema zaidi." "Lakini haina shida, nitamtuma mtu akutafutie chumba." Omo akasema, "Hapana, usijisumbue. Nitajua mwenyewe nafanyaje." Bibi akasema, "Sawa, utajua mwenyewe." Kisha akaondoka. Basi Omo akajibwaga humu ofisini. Asubuhi akaamka akajiandaa vizuri, kazi zikaanza kama kawaida. Baadaye Bibi akaingia kazini, akamuita Omo ofisini, akaanza kumlalamikia kama nilivyosema awali kwamba hii ni kampuni inahusika na masuala ya kilimo. Kwa hiyo ana mashamba makubwa mno ya ngano na waliambia makampuni ya uzalishaji yapunguze kuingiza hilo zao kutoka nje sababu wao wana mzigo wa kutosha. Lakini mpaka sasa wameshachelewa kama wiki hivi, hawajaingiza mzigo mjini. Omo akaomba wiki moja nyingine ili akamilishe kila kitu. Yaani wiki nyingine kwenye zao ambalo linaharibika haraka. Hivi unajisikia kweli wewe? Sasa sikia. Nitakwenda mwenyewe shambani kesho. Nitachukua wana kijiji kwenda kuvuna. Pia nina kikao kesho asubuhi. Kuna dili linatakiwa likasainiwe. Kwa hiyo wewe ndo utaenda kwenye hicho kikao. Kuwa na adabu tu na si vinginevyo, na uchukue mkataba uliosainiwa. Usiharibu ili dili kama kawaida yako unavyoharibugi kila kitu." Kisha akasogea kukaa kwenye meza yake. Omo naye akatoka ofisini. Mida usiku huku nyumbani, Tayo anafanya mazoezi ya kuja kuongea na Bibi. Anajaribu kumuelewesha kwamba anaweza kusubiri mpaka muda ambao yeye atakuwa tayari pia. Baada ya kujiridhisha na mazoezi, akaenda ofisini kwa Bibi. Akajiandaa vizuri, akashika kitasa aingie sasa. Akakuta mlango umerukiwa. Ikabidi agonge tu. Humu ndani Omo akastuka. Mchizi akasema, "Bibi, naweza kuingia ndani?"
naomba tuongee, najua unanisikia na upo humo ndani, kwa hiyo nifungulie basi niingie. Gonga mno mlango, lakini wapi, Omo anasikilizia tu. Mchizi kinyonge sana akaona aondoke tu, lakini akaona sio kweli, akarudi tena akagonga sana bila majibu, akaona ajiondokee tu. Kesho yake asubuhi Omo akajiandaa vizuri, akaona ajilaze tena kidogo, mara taa akaingia Omo ofisini, akamsemesha Omo. Omo akastuka kutoka usingizini. Mchizi akamuuliza bibi yuko wapi? Omo akamwambia kaenda shambani huko. Shambani? Kwani wewe ni mfanyakazi mpya? Kwa sababu sijawahi kuona sura yako kabisa. Omo akasema unaweza kusema hivyo, lakini samahani, umenikuta nimelala. Nilikuja kuchukua kitu mara moja, lakini nikajikuta nimelala kidogo. Mchizi akasema basi sawa, bibi akirudi mjini nitakuja tena. Omo akasema hapana, una haja ya kumsubiri yeye aje, naweza kukuhudumia pia. Omo anadhani mchizi kaja hapa kikazi, kumbe mapenzi ndo yamemleta hapa. Sasa wakiwa wanaongea, Omo akaona kikaratasi kwenye meza kinamkumbusha kwenda kwenye kikao, na tayari kachelewa bado nusu saa tu. Akaanza kuhaha hapo ndani ya wai, kutoka huku nje akakosa kabisa usafiri. Kwa kuwa taya na gari, akaona msaidie tu kumpa lifti, ila baadaye akamnunulie chakula. Basi kweli mzee wakafika mpaka eneo la tukio, lakini hapakwenda sawa. Washikaji hawakusaini kabisa kuingia makubaliano kwa sababu Omo alichelewa sana. Sasa wakati wanarudi, Omo wakawa wanasema bibi atamuua. Hapo hapo bibi akampigia kumuuliza kumeendaje huko. Omo akadanganya kwamba pamekwenda sawa. Hapo hapo bibi akakata simu. Mchizi akamuona jinsi Omo kakosa amani, hivyo akamwomba amtoe au takatulize kichwa chake kidogo. Basi kweli mzee wakaja baa moja hivi hapa mjini, haina mziki wala nini, ni vyombo tu. Omo akalewa sana mpaka akaanza kumtapikia Tayo. Basi baada hapo Tayo akarudi na Omo nyumbani kwake, wakala stori kidogo na nini. Mchizi akanyanyuka kufuata kitu chumbani, ili anarudi akamkuta tayari Omo kalala kwenye kochi, hivyo akafuata shuka tu akaja kumfunika hapa, kisha yeye akaenda kulala chumbani. Kesho yake tena Mchizi akamfuata kazini, akarudi naye tena nyumbani. Stori nyingi huku anapata unywaji na nini, wanazoeana huku, hisia za mapenzi zinajijenga taratibu kati yao. Sasa kuna siku Chinedu akaja hapa nyumbani akamuuliza Mchizi, vipi mshangazi wako bado umegoma kuolewa na wewe? Mchizi akasema nimepata mwingine bana. Yorobati boy, Yorobati boy. Basi bana, huku bibi akarudi ofisini akamuuliza Omo, kwa hiyo lile dili liliendaje? Omo hana majibu ya kutoa, akasema hakukaa hata hicho kikao sababu alienda kachelewa sana. Bibi aliwasha moto akamwambia ni lazima afanikishe hili dili, sababu akilikosa litamwafekti kila mtu hapa ofisini, hadi hao mashoga zake wafanya kazi. Anatakiwa kulifix hili dili, sababu bila hivyo atawafukuza kazi hao wafanyakazi wote, na ana muda mchache sana wa kufanya hivyo. Omo akasema sawa, kisha akaondoka pale ofisini. Akarudi mnyonge sana kwa Tayo, akawa anamuelezea Mchizi jinsi bibi alivyomfokea leo. Mchizi akawa anamtia moyo tu kwamba atafanikiwa tu kwenye hili dili, na bibi naye amejua kwamba ana uwezo wa kufanya hivyo, ndio maana akampa hiyo challenge ya kufanikisha hili dili. Basi macho ya mahaba na nini, ili wanaelekea busu la kizungu. Sasa mara kuna mtu akagonga mlango, ikabidi wasitishe zoezi. Tayo akasema ngoja nikacheki, itakuwa ni Chinedu tu huyu, kasahau chaji yake. Akashuka mpaka huko sebleni, akafungua mlango, akakutana na mshangazi wake bibi. Mchizi akamuuliza unafanya nini hapa? Wewe mwenyewe unajua. Mimi sijui bana. Okay, niko hapa kupunguza stress za kazini. Tayo akamzuia kabisa bibi kuingia ndani. Basi akampa busu, Mchizi akalikataa. Bibi akaondoka, Mchizi akafunga mlango hapo hapo. Omo akashuka na chaji ya Chinedu. Mchizi akamwambia hapana, hakuwa Chinedu, ni jirani tu. Basi bana, kadri siku zinavyozidi kwenda, mahusiano kati ya Tayo na Omo yakawa yanaendelea kuimarika, lakini Omo akawa anamkwepa Mchizi kumpa busu, sijui kwa nini. Basi mwisho wa mwezi ukafika, wafanyakazi hawajalipwa, wakataka kuleta mgomo baridi. Hii haiwezekani bana, akija tumwambie. Mara bibi huyo akaingia ofisini, washikaji wakasambaa kila mtu kona yake, ila wakawa wanajikoolesha tu. Bibi akauliza kuna kitu unataka kuniambia au? Bosi, imepita wiki sasa na mishahara yetu haijatoka. Hapo hapo akaingia Omo. Bibi akasema nawaelewa vizuri, lakini hilo halinihusu mimi, ongeeni na Omo, yeye ndo anajua la kufanya. Kisha akaondoka. Haya Omo, sema sasa, unajua mimi sielewi kimetokea nini, sema sasa Omo. Haya yote ni kwa sababu ya kulikosa lile dili. Basi mida usiku, Omo akiwa nyumbani kwa Tayo, Mchizi akampa wazo la kufanya, kuandikia proposal wale jamaa, kuwaomba kikao kingine, huenda wakamkubalia wakutane tena wasaini mkataba. Kisha akamsaidia kuandika hiyo proposal safi, akaichonga vizuri, kisha wakaituma kupitia email yao. Kesho yake huko ofisini, bibi akaitisha kikao kisicho rasmi, kisha akaanza kuambia kwamba tunaanguka, inabidi vitengo vyote vishirikiane, tusaidiane wote, tufanye marketing wote, tufanye accounts, tunatakiwa kuisaidia hii kampuni isianguke chini. Hata hivyo tunahitaji idea mpya ambazo zitatusaidia kuinuka tena. Omo akasema kuhusu idea nilikuwa nawaza kwamba kuna yoyote mwenye wazo? Nilikuwa natoa yoyote mwenye wazo? Bibi, nilikuwa natoa wazo, kwani nani katufanya tufike huku kote? Hata hivyo unaweza kupumzika tu leo, madam ideas. Kisha akaondoka.
maswali ulionao mpaka sasa hivi yatunze, yatapata majibu mwishoni mwa movie. Omo alivyorudi nyumbani akawa anajitia moyo mwenyewe kwamba atafiksi tu ili jambo yeye mwenyewe. Bibi mwenyewe hatoamini. Yeye lengo lake si anataka aache kazi, basi kazi aache na ili dili atalipata tu. Basi washikaji wakaendelea kula stori za hapa na pale na nini. Siku kadhaa mbele, bibi akaja tena hapa nyumbani kwa Mchizi na akaingia kwa kufosi. Mchizi akamuuliza, unafanya nini kwangu? Hujui nafanya nini sio? Haya ngoja nikuoneshe. Akambwaga kwenye kochi Mchizi kisha akamjia kwa juu. Mchizi akawa anamtuliza, tulia basi. Tayo, unataka kusemaje? Ina maana hujanimisi? Mchizi akampindua akamweka pembeni. Akawa anatumia ile pointi ya bibi kukataa kuweka mambo hadharani kama kigezo cha kumkataa. Bibi akasema sawa, anayaelewa yote hayo, lakini hawezi kuvumilia, anatamani kupunguza uzito usiku wa leo. Mchizi akamwambia ondoka. Basi bana, kesho yake washikaji wamekula pose hapa sebleni, ikaingia email ya wale jamaa wamekubali ombi lao. Tayo akafurahi kishenzi. Akaingia chumbani akampigia video call Omo akamjuza hizo taarifa njema. Omo akamshukuru sana jamaa kwa msaada wake. Muda huu Omo yuko shambani huko, kuna vitu anavisimamia. Kwa hiyo alivyorudi tu, Tayo akampeleka tena kusaini nao mkataba wale jamaa. Omo akarudi kwenye gari kapoa vibaya mno, wamefeli tena. Chiza akamwambia, walau umejaribu lakini tutapata tu sehemu nyingine. Omo akasema, nimepata. Wakafurahi kishenzi pale. Walau wametimiza kipengele kizito ambacho kilikuwa kinamtesa sana akili Omo. Hivyo akajitoa out mida usiku akala sana vyombo. Wakarudi nyumbani wamesha waka vibaya mno. Pombe inazunguka kichwani na waambia fanyeni tu mapenzi. Basi wakapata busu moja safi sana. Kwa hiyo kesho yake Omo akaingia ofisini mwepesi, akampa documents bibi zikiwa zimetiwa saini, washikaji wamekubali kuingia nao mkataba. Omo alitegemea bibi atafurahi sana. Badala yake akamwambia sawa, unaweza kuendelea na kazi kama hiyo itakufanya ujisikie vizuri. Ni hivyo tu. Omo akashangaa. Akataka kuondoka lakini akarudi. Akamwambia, "Kwa nini wewe ni wabaridi kiasi hiki na hauna hata hisia? Labda ni hivyo au labda wewe ni mwanamke mwenye huzuni kubwa sana. Unayetaka dunia nzima iwe ya kusononesha kama ulivyo wewe tu. Na kuonea huruma sana, mama." Kisha akaondoka. Hivi amemuita bibi mama? Kuna nini hatukijui wazee? Anyway, tutajua huko mbele. Basi Omo akarudi mpaka kwa Tayo wa moto vibaya mno, akatupa mkoba huko akajibwaga kwa Mchizi akampiga mabusu kadha wa kadha. Ile anataka kuifunua ailoanishe, Mchizi akamzuia, msubiri kwanza. Akamuuliza kuna shida gani? Omo amjibu anampiga mabusu tu. Tulia kipenzi, kuna shida gani? Nakupenda. Nakupenda pia. Mabusu tu. Mchizi akamkomalia aseme kuna shida gani. Omo ndo akaanza kufunguka sasa kwamba amefanya kazi kwa bidii ili apate upendo kutoka kwa mtu muhimu sana kwenye maisha yake ambaye ni mama yake. Alitaka tu mama yake amsifie kwamba anaona kazi yake na yuko proud na yeye na nini na vitu kama hivyo. Lakini hapana, badala yake kamwambia usingekosea mwanzoni tusingekuwa hapa. Tayo akauliza, mama yako anafanya kazi pale ofisini? Omo akasema ni bosi wangu, yani bibi ni mama yangu. Tayo jicho likamtoka, kala mama na mwana huyu kijana. Nani atamsamehe hii dhambi? Omo akaendelea kuongea kwani Tayo anamsikia sasa. Mchizi akachanganyikiwa sana, imekuwaje hii? Basi akafanya juu chini akakutana na bibi mwenyewe. Akaanza kumhoji kama kweli ana mtoto ili kuthibitisha. Bibi akasema ndio, ana mtoto. Mchizi akasema hujawahi kabisa kuniambia kama una mtoto. Bibi akamwambia sasa ningekwambia kwa sababu gani? Yaani kwa nini yani? Mahusiano yetu yalikuwa ni kwa ajili ya ngono tu. Alafu ngoja, kwanza umejuaje? Au umeshakutana naye? Tayo, usiniambie umeshafanya naye kwa sababu nakujua wewe mpenda ngono. Tayo akasema mimi ni wa tofauti sasa hivi. Bibi akasema sawa kama ni hivyo, lakini sio sawa eti mama na mtoto. Naelewa, nitatafuta namna ya kumaliza mahusiano naye. Bibi akamsisitiza tu atafute namna ambayo haitomuumiza sana Omo. Kesho yake Tayo yuko na Omo nyumbani hivi, lakini akashindwa kabisa kumwambia. Siku kadhaa zikapita, bibi akaja hapa nyumbani. Akawa anamuuliza Mchizi kwa nini amwambie Omo ukweli. Sasa wakati wanaongea, Omo mwenyewe akaingia. Akashangaa sana kuwakuta hivi. Akauliza anafanya nini hapa? Tayo, anafanya nini hapa? Tayo maneno anagongana mdomoni. Bibi mkubwa akasema mimi na Tayo tumekuwa tukikutana kimwili. Omo akachoka, akaamua acheke tu. Mchizi akasema lakini mimi sikujua kama ni mama yako mpaka juzi ulivyosema. Kwa hiyo ilikuwaje? Ilikuwa ni mabesti mnaokulana au alikuwa anakupa pesa au vipi? Yaani umedeti na mtu pekee ambaye amefanya maisha yangu kuwa magumu hapa duniani na hukuthubutu hata kuniambia. Bibi akanyanyuka akasema, "Ngoja mimi niwaache." Kisha akaondoka. Omo naye akaokota mkoba wake, alikuwa amebeba nguo za ndani za mpaka Jumatatu, lakini ndio hivyo hakuna namna. Akaja kulala ofisini kama kawaida, mama yake naye akaingia, alikuja kukaa Omo kufikiria. Omo akasema hana sehemu nyingine ya kwenda, kwa hiyo huwa analala hapa. Mama akasema ni sawa, nilikuja tu mwenyewe kufikiria lakini naweza kwenda sehemu nyingine. Kisha akageuka aondoke. Akaona sio kweli. Akageuka akasema, "Najua mahusiano yetu yamekuwa yanayumba lakini niamini mimi." "Bibi, tafadhali naomba uniache tu. Muda sio mrefu nitaondoka kabisa mbele ya macho yako. Kwa hiyo hakuna haja. Na pia asante kwa kuniharibia kafuraha kangu kadogo nilikokapata nje ya wewe. Asante." Kisha akalala.
Basi bana, siku kadhaa mbele Omo akarudi kwenye tawi lake la awali ambako ni bosi huku kuendelea na majukumu yake. Huku nako Tayo akamtumia voice note bibi, anamwambia kwamba kutokana na yote yaliyotokea hawezi kumuomba yoyote kati yao warudiane. Sababu familia ni kitu muhimu sana kuliko chochote. Kama yeye angepataga nafasi ya kuona mama yake hata kwa dakika moja tu, angemshikilia mpaka kufa kwake. Kwa hiyo anawaachia watengeneze safari mpya na memories kibao kama mama na mtoto. Bibi akalia, uwezi amini. Sasa kuna anti yao, yani dada wa baba yake Omo, hivyo akamuita bibi ili awasuluhishe hili jambo hapa. Sasa bibi akaanza kufunguka vitu. Ndo tunajua kwamba kumbe bibi alishika mimba kipindi yupo chuo, na baba yake Omo hakumgusia sana, lakini walikuwa wote kipindi hiko. Sasa wazazi wake bibi walitaka kuficha hiyo aibu kwa familia, lakini pia bibi aweze kuendelea na masomo. Kwa hiyo malezi ya Omo kwa kiasi kikubwa yalifanywa na wazazi wake bibi. Walikuwa hata wamruhusu bibi kukaa na mwanae sana. Hilo ndo lilimkera bibi, ndo mpaka akawa anajihisi kama vile sio mwanae hivi, maana walikuwa wanawatenga. Anti akasema wazazi walikuwa sahihi, walitaka utimize ndoto zako kwanza kabla hujawa mama. Na ndo maana walivyofariki wakawaachia kampuni moja mshirikiane kuiendesha, ili mjenge mahusiano ambayo kipindi Omo yuko mdogo hawakuyajenga. Na ukizingatia Omo anakupenda sana, ndo maana alikuja Lagos kwenye branch yako ili awe karibu na wewe. Anti akamwambia muda mwingine ni heri kuyaacha maumivu ya zamani yapite ili mwanga uingie. Kwa hiyo sasa naanzaje? Anti akamwambia mpigie. Sasa namwambia nini? Sijajipanga hata. Anti akamwambia we ongea tu kutoka moyoni. Bibi akampigia pale, lakini Omo hakupokea. Anti akamwambia muachie ujumbe wa sauti ataukuta. Kisha akanyanyuka akamwacha ofisini aongee kwa uhuru. Kweli mzee, bibi akatuma voice note nzito, anajutia kila kitu kilichotokea na anataka waanze upya kama familia. Baada ya siku kadhaa akamfuata ofisini kwake, akamwomba msamaha live. Sasa baada hapo Omo akaja kwa Tayo kuachana naye kwa wema tu na sio kwa ubaya. Kwa situation iliyotokea hawawezi kabisa kuendelea na mahusiano. Akamshukuru sana kwa ushirikiano wake na msaada alompa kipindi wako kwenye mahusiano. Baada ya kusema hayo akapata kumbato la moto sana, kisha Omo akaondoka. Basi bana, Omo akahamia hii branch ya Lagos na wakawa wanashare ofisi. Na mambo sasa kaa na kwenda poa, madili yamekubali na kila mtu anatabasamu usoni, sio mabosi mpaka wafanyakazi. Kwa hiyo akagonga cheers kwa pamoja kwa mafanikio aliyopata na waendelee kudumisha umoja. Na hapo ndio inakuwa mwisho wa hii movie inaitwa Oil and Water. Niandikie maoni yako hapo chini, unaionaje hii kazi? Mimi hapa ni storyteller wako naitwa Iskonka, tukutane kwenye video nyingine. Bye. Tuna stress na life wesimami tu inasonga. Movie kali pekee ndo inaweza roho ikakonga. Hauelewi movie ndefu lugha zinagonga. Save time, hii 7B storyteller konka. Wezi cheki movie moja toka juzi, muda hautoshi na unapenda movie. Tayo kata kiu yako ni E7B. YouTube channel ni moja tu E7B.